Wakati huu ambapo gumzo kubwa ni klabu ya Simba Sports Club na Young Africans kuto kucheza dabi ya Kariakoo, chanzo kikiwa ni kwamba Simba Sports Club kukataa kucheza mchezo kutokana na kunyimwa haki yake ya kufanya mazoezi siku moja kabla mchezo wao wa dabi hii ya Kariakoo, na baadaye bodi ya ligi ilitoa tamko la kuahirishwa kwa mchezo huo. Mambo yakatokea hivyo, na baadaye Young Africans nao pia wametoa tamko rasmi siku ya leo kupitia peji zake za mbalimbali za kijamii. Wameweza kutoa tamko ama taarifa kuhuma kuhusiana na mchezo huu kwamba hawatocheza tena mchezo namba 184 ambao ulikuwa unawahusisha wao na klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kutokana na kwamba wao wenyewe wanadai kwamba kuna kanuni pia zimekiukwa, kwa maana kwamba timu ya Simba haikuarifu kwamba ingeenda kufanya mazoezi pale na vitu kama hivyo. Yes, mambo yako hivyo na ni gumzo kweli kweli. Karibu sana popote pale ulipo. Pale kwenye shirikisho la soka wenyewe wametoa, kuna taarifa ambayo wameitoa na kuja hapa kwa ajili ya kukuwasilishia. Karibu sana popote pale ulipo, make sure kwamba una subscribe ili uendelee kuzipata taarifa mbalimbali kutoka hapa nyumbani Tanzania na nje ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Picha ambazo unaziona hapo ni za viongozi mbalimbali wa Afrika, na huyu ni rais wa CAF Patrice Motsepe. Yes, kupitia peji ya shirikisho la soka Tanzania TFF wameweza kuposti picha hizo ambazo unaziona zinang'aa kabisa, watu wakiwa na bashasha kubwa kweli kweli na vitu kama hivyo, na wakiandika kwamba rais wa CAF Dr. Patrice Motsepe amefanya vikao vya kanda za CAF, ambapo kanda ya Sekafa iliongozwa na Rais Wallace Karia huko jijini Cairo, Misri, kabla ya mkutano mkuu wa tarehe 14 wa CAF na Sekafa, mambo kama haya. Sasa wakati huu ambapo watu wanasubiri pengine tamko liweze kutolewa na shirikisho la soka Tanzania TFF na vitu kama hivyo, ama bodi ya ligi, rais wa TFF yuko huku Misri bana, wanajadili mambo mbalimbali. Sasa hatujafahamu ni jambo gani ambalo limejadiliwa ama ni kitu gani hasa ambacho kimejadiliwa kuhusiana na mambo ya Afrika na vitu kama hivyo, kwa sababu hapa ambao wamekaa hatuwezi kufahamu ni nini ambacho kimejadiliwa, lakini obviously hakuna ambacho kimejadiliwa kuhusiana na mchezo huu wa Simba na Yanga. Mathalan ni maendeleo ya kafu na ya mpira mzima wa Afrika na vitu kama hivyo. Sasa Young Africans tumetoa taarifa kwamba wenyewe wataendelea na ratiba zingine, na mchezo ambao utafuata wa Simba Sports Club ni dhidi kikosi cha Coastal Union ambao utachezwa kesho kutwa tarehe 12 mwezi wa 3 ya mwaka 2025 KMC Complex saa 10 jioni pale dhidi kikosi cha Coastal Union kwenye mchezo wa CAF wa CRDB Federation Cup. Sasa labda nikupitishe kidogo kwenye taarifa ambayo walitoa klabu ya soka Young Africans, ni kwamba kamati ya utendaji ya Young Africans chini ya rais mhandisi Hersi Saidi imefanya kikao cha dharura leo tarehe 9 ambayo ni jana. Sasa mechi ya mwaka 2025 kwa njia ya mtandao kujadili na kukubaliana na mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Young Africans unatoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa mchezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike jana tarehe 8 mwezi Machi mwaka 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Young Africans ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi ya KMCM kilichofanyika tarehe 7 mwezi Machi mwaka 2025 saa 8 mchana kwenye hoteli ya Spice jijini Dar es Salaam, kwenye kikao ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Young Africans na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa mchezo, mtathmini wa waamuzi, kamishna wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi. Klabu ya Simba haikutoa taarifa ya kutaka kutumia uwanja wa Mkapa Dar es Salaam siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni ilivyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7
Machi ya mwaka 2025 klabu ya Simba iliwasili katika uwanja Mkapa Dar es Salaam ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu hakukuwa na wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi, ikiwemo kuleta ombi hilo kwenye MCM, kuwasiliana na msimamizi wa mchezo, meneja wa uwanja. Timu mwenyeji ambayo ni Young Africans, mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote yaliyokuwa yanafanywa kwa ajili yao, na badala yake kukawepo sintofahamu hiyo. Klabu ya Simba Sports Club iliamua kuondoka uwanjani hapo usiku wa kuamkia siku ya mechi. Sasa tarehe 8 Machi mwaka 2025 klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutopata taarifa ya kufanya mazoezi, kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku wakielewa dhahiri kwamba hawakuwa wamefuata taratibu, huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo baada ya tamko hilo la klabu ya soka ya Simba Sports Club ya asubuhi ya tarehe 8 Machi mwaka 2025. Mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto alinukuliwa na vyombo vya habari akiwatoa wasiwasi wapenzi na mashabiki wa klabu zote mbili kwamba waje uwanjani kwa sababu ratiba ya mchezo huo nambari 184 uko pale. Lakini licha ya tamko hilo, mwenyekiti wa bodi ya ligi mchana wa siku hiyo tarehe 8 ya Machi mwaka 2025, kamati ya uendeshaji ya ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mguto ilitoa taarifa ya kuahirisha mechi hiyo nambari 184 kinyume na taratibu za kanuni zinazoendesha ligi kuu. Kutokana na maelezo hayo hapo juu, ufuatao ndio msimamo wa kamati ya utendaji klabu ya soka Young Africans. Klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama inavyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. Kamati ya utendaji ya Young Africans imekubaliana kutoshiriki mchezo nambari 184 kwa tarehe yote itakayopangwa kutokana na mfululizo wa uvunjifu wa kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu. Klabu ya Young Africans imekosa imani na kamati ya uendeshaji wa ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wake wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuvunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema ya maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho hapo wakaomba wapenzi na mashabiki wa klabu ya Simba Sports Club msamaha kwa kile ambacho wa Young Africans kwa kile ambacho kilitokea, na imetolea tarehe 9 na kamati ya utendaji ya klabu hiyo ya Young Africans. Hii ndio taarifa rasmi ya klabu ya Young Africans. Lakini kwa upande wa pili tumeona rais wa shirikisho la soka Tanzania yuko pale CAF pale Misri na vitu kama hivyo. Tutazame kidogo bodi ya ligi mpaka sasa wameposti taarifa gani hapa. Najaribu kuangalia nione wameweka nini. Yes, mambo kama hayo. Of course kwa upande wa bodi ya ligi hapa hawajatoa tamko lolote kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea, mathalan tamko kuhusiana na ni nani sasa apewe adhabu. Taarifa ya mwisho naiona hapo kwa umma ni kuhusiana na kufungia uwanja wa CCM Kirumba na mambo kama hayo. Sasa kwa upande wako kama shabiki wa soka, jaribu kutuambia ama kutushushia utambuzi wako hapa, ni nini ambacho unakifikiria kuhusiana na hichi. Nimejaribu kukupitisha hapo, sije ukafikiria bana hapa hayo jamaa vipi namna gani vipi, lakini nimekupitisha kwenye taarifa ambayo waliitoa klabu ya soka ya Young Africans kuhusiana na kile ambacho kinaendelea, na wao wametangaza kwamba hawatocheza tena mchezo wa nambari 184 ambao unawahusisha wao na klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba. Tupe mtazamo na tutakuwasilishia hapa. Mambo yako hivyo na endelea kutufuatilia, sisi tutakupa update. Kwenye taarifa ya TFF hapo hawajasema hapa kikao kilikuwa kinahusu nini na vitu kama hivyo.